Yaani mume wangu, napenda jinsi ulivyokuwa na mahaba. Najivunia sana kuwa na wewe. Kuna muda najiuliza, kama mimi nisingekuwa na wewe, hizi rasi angekuwa na faidi mtu mwingine. Baby, umenifanya nione kama dunia nzima mwanaume uko wewe peke yako. Kwa sababu una mapenzi ya kweli, unanipenda mimi na unawapenda pia watoto. Mke wangu, mimi kuna jambo nahitaji tuzungumze. Tuzungumze hapa au tazungumza baadaye nikimaliza shughuli zangu? Tunaweza tukazungumza hapa pia. Zungumza, nakusikiliza. Mke wangu, mimi nahitaji kuongeza mke wa pili. Sija kusikia vizuri au? Umenisikia vizuri sana na nilichokiongea nimekimaanisha. Kwamba nataka kuongeza mke wa pili. Mke wa pili nini tena jamani mume wangu? Au mimi sikutoshelezi? Nahitaji watoto zaidi. Mbona tayari tuna watoto watatu? Sawa, tuna watoto watatu lakini wote wa kike. Nahitaji mtoto wa kiume. Lakini bado una uwezo wa kuzaa watoto wa kiume mume wangu. Hilo swala litakiwa tupange. Hapana. Mimba ya kwanza ulinizalia mtoto wa kike. Nikavumilia. Ikaja mimba ya pili ukanizalia mtoto wa kike. Nikasema sawa, labda mimba ya tatu utanizalia mtoto wa kiume. Lakini wapi, umeletea tena mtoto wa kike. Inaonekana wewe kizazi chako chote ni cha watoto wa kike. Mume wangu, usiseme hivyo. Hili swala la kupata mtoto wa kiume natakiwa mimi na wewe ndo tupange. Tupange nini tena? Kipi usichokijua wewe? Mara ngapi nimekwambia nahitaji mtoto wa kiume? Lakini kila ukibeba mimba unaletea mtoto wa kike. Na kuhusu kupanga tumekwisha chelewa kwa sababu hadi sasa hivi tunavyozungumza kuna mwanamke tayari ana mimba yangu. What? Yes, na natarajia yeye ndo atanzalia mtoto wa kiume na ndio maana nataka kumuoa kwa sababu sitaki mtoto wangu azaliwe nje ya ndoa. Hapana mume wangu, hili swala mimi sikubaliani nalo. Ndio nimeshasema, ukubaliane nalo, usikubaliane nalo, nitaongeza mke wa pili kama utaki ruksa kuondoka. Hapana, hili swala mimi sijakubaliana nalo. Waita wazazi wako na waita wazazi wangu, wote wawepo hapa uzungumze mbele yao. Sawa, kuna shida, nitafanya kama unavyotaka na hakuna mtu ambaye ataweza kunizuia mimi maamuzi yangu. Mkwe wangu, hizi taarifa nazozisikia kutoka kwa binti yangu ni za ukweli au kuna namna sizielewi? Kama ni kuhusu kuongeza mke wa pili ni za ukweli. Na kwa nini unaongeza mke wa pili? Ni hivyo tu kwa sababu pia ni haki yangu na ruhusiwa kuoa hata wanne. Kepi, nyosha maelezo ambia kwamba unataka kuongeza mke wa pili ili akuzalie mtoto wa kiume. Kwa madai yako kwamba mimi nazaa watoto wa kike tu. Lakini wifi, si ni kweli una watoto wa kike watupu? Kwani shida iko wapi kakaangu akiongeza mke wa pili akamzalia watoto wa kiume? Wifi hadi wewe. Hiki nako kinaongea pumba. Kwa maana kimekondeana kama mlija. Baba, tuheshimiane. Ningekuwa sistahili kuchangia kwenye hichi kikao basi nisingekuepo hapa. Shida sio kuchangia. Shida unachangia kitu gani? Mimi nilitegemea utakuwa upande wa mwanamke mwenzio. Kwa sababu leo yamemkuta yeye, kesho anakukuta hata na wewe. Kwani unalazimisha? Yaani niache kuwa upande wa kakaangu nikawa upande wa binti yako? Chefu. Hata mimi sitaki kuwa upande wa binti yangu. Kwa sababu una point. Unaongea tu kama umekunywa gongo. Tena baba, yeye mwenyewe ananisema kwamba mimi napata watoto wa kike tupu. Yeye kaolewa mwaka wa 3, hajapata mtoto hata mmoja. We koma wewe. Tena ndoa yangu haikuhusu kabisa. Lakini pia sijawahi kuitiwa kikao kama wewe, na hiyo haihalalishi kwamba umzalie kakaangu watoto wa kike tu. Na tena ukome kuizungumzia ndoa yangu. Kumbe nauma Safi sana binti yangu. Tena vinyea humu. Jamani,
mimi sidhani kama kuna haja ya malumbano. Nafikiri sasa twende kwenye hoja ya msingi ambayo ilisababisha haswa sisi tukakusanyika hapa. Ewa, kijana wangu, kumbe una hekima na busara kama nilizokuwa nazo mimi baba yako, na ndio maana umeona muda wote hapa nimekaa kimya nikisubiria kwanza wamalize kulumbana kisha ndo tuanze kikao rasmi. Yes. Ni kweli kabisa. Mimi nahitaji kuongeza mke wa pili kwa sababu nahitaji kupata mtoto wa kiume, jambo ambalo mke wangu ameshindwa kunifanyia hivyo. Mimi nafikiri uko sahihi kabisa kijana wangu. Maana yake haiwezekani ukawa na watoto wa kike tupu, kwa sababu hao watoto wa kike wakikua baadaye ukimsema kidogo tu anakuchamba. Na laiti mimi kama ningekuwa na watoto wa kike watupu, unafikiri leo hii kikao hiki hapa kingefanyika? Kabisa baba. Ndo nimeamini kweli, so kila mtu mzima ana busara. Hata mazumbukuku kumbe nao wanazeeka. Mzee wangu, hayo sasa matusi. Sasa nasemaje, kama umeshindwa kuniheshimu, mimi sishindwe kulianzisha hapa sasa hivi, kwa sababu mimi mwenyewe muuni wa Manzese kama fujo nishazoea. Je, sasa kama wewe muuni wa Manzese nikusaidieje? Nikupe bangi au? Bas baba, usipanic. Je, ndio maana mfupi kama kizibo cha soda. Ndio nishasema hivyo. Nimechoka ujukuu wa kike, nataka mjukuu wa kiume ambaye nitakuja kumfundisha maarifa mengi ambayo babu yake ninayo. Maarifa yapi? Maarifa ya kuvuta bangi za Manzese. Kwani aka kaze kapoje? Mbona kanapenda shari hivi? Mimi sio kwamba napenda shari, Mimi naongea vitu ambavyo kwa mtu mwenye akili anaweza akaona mbali. Ila kwa kuwa akili zenu zipo kwenye kichoko, hamwezi kunielewa. Okay jamani. Sihitaji malumbano zaidi. Mimi ndo muamuzi na mimi binafsi nimeshafikia maamuzi haya na hayabadiliki. Au ni maamuzi au ni ushuzi? Baba, muache tu. Kwa kuwa kaona mimi sifai, muache aende akamuoe mwanamke ambaye anahisi atamzalia watoto wa kiume. Hakuna, hili swala mnitajua kulijadili mapema. Ikiwezekana mshirikishe daktari ili awape ushauri jinsi gani ya kupata mtoto wa kiume. Sio kumuolea mke wa pili. Hayo maamuzi sio sahihi kwa kweli. Nasemaje? Hayo ni maamuzi sahihi kabisa. Hayo masuala kwenda kuonana na daktari ni kupoteza muda wakati kuna njia ya mkato. Mimi na wewe siongei na wewe. Ungemnongoneza basi wewe unaongea naye, lakini kama nasikia nitachangia. Binti yangu, laiti kama ningejua hii familia ndivyo ilivyo. Basi mimi nisingekuozesha hapo. Nasemaje? Na sisi laiti tungejua kama binti yako na kizazi cha kike tu, nisingemuoza kijana wangu. Halo. Mambo hayo. Kwanza binti yangu, mimi najivunia sana uwepo wao. Angekuwa wa kiume ungejivunia zaidi. Okay. Subirini kwanza. Mimi sipendi mnavogombana, kwa sababu nimeita hapa tuje kuzungumza jambo langu na sio ninyi mgombane. Haya, mwambie bwana harusi unaoa lini? Well, kwanza mwanamke mwenyewe anataka kumoa ni mjamzito wa miezi 9, kwa maana kwamba anaweza kujifungua leo au kesho. Yes. Nilipanga mtoto yule akishazaliwa na kufikisha 40 akitoka tu mimi naoa. Haya, Mungu akubariki baba. Amina, lakini pia mimi sikumaanisha kwa... Sorry guys. Hello? Nilikuwa nakupa taarifa kuwa tumemleta Naima huko hospitali, ameshikwa na uchungu. Vipi hali yake? Ndio amepelekwa leba kujifungua. Baada ya muda nitakupigia kukupa update. Sawa. Nasubiri simu yako. Sawa. Nimepigiwa simu hapa kupewa taarifa kwamba yule mwanamke wangu amepelekwa leba kujifungua. Woo! New baba in town. Woo! Shangazi kama shangazi, nijiandae na vinepi mie. Hongera sana kijana wangu. Hongera sana kwa kuniletea kidume. Sasa na kwenda kupata mjukuu wa kucheza naye mpira. Hongera sana kakaangu. We ni kidume. I can't wait kumpokea huyo new baby in town. Hongera sana. Samanini. Halo? Kuna habari njema? Ndiyo. Habari gani hizo? Mpenzi wako amejifungua. Wow, amejifungua mtoto wa jinsia gani? Hajajifungua mtoto mmoja, bali amejifungua watoto mapacha 3. Wow, hao watoto na jinsia gani?
Kula chuma hicho. Hey! Hongera sana mkwe wangu, umepiga hadi triki mbili. Hongera sana mme wangu. Yaani hapo bado mtoto mmoja tu unafungua timu ya netball. Nishikieni jamani. Jamani, hebu msafishieni uwanja huu Munyi wa Manzese, anataka kuzimia. We Munyi wa Manzese, amka hapo kaandae vijola 6 vya wajukuu zako.